Karibu sana guys, na leo tena katika JVision Lab tunakwenda kujifunza jinsi gani unavyoweza kudesign church flyer. So kitu cha kwanza nilichokifanya, hii hapa ndo background yangu, ndo size yangu. Nikubonyeza hapa, then image size. As you can see, width hapa nimeweka 904 na height nimeweka 1280. So tutaweka hivyo, then twende. Kitu cha pili nilichokifanya, nimesha import baadhi ya picha zangu. Nilianza na kuimport hizi hapa. Picha yangu ya kwanza ni hii hapa, na as you can see, baada ya kuwa nimeiweka hapo, relative size yake width ni 75, height 50, na nilirotate angle 14 -14. Unaweza kuscroll na kuangalia hapa kwenye rotate. Then nikawa nimeilock. Picha yangu ya pili niliweza kuimport ni hii hapa. As you can see, na yeye niliweza kuirotate -14. Relative size ni width ni ile 75 kwa 50. 75 kwa 50. So nikawa nimeimport picha yangu ya tatu ambayo ni hii hapa. Just mahesabu ni yale. Okay, tuende kazi. After doing that, niliimport hii hapa. Yes guys, nikawa nimeimport hapo background. Bila kusahau, kama resources hizi hapo utakuwa unazihitaji, unaweza kuangalia kwenye description hapo. Nimekuwekea channel yangu ya WhatsApp, huko ndo na share resources ninazozitumia kwenye design zangu. So kumbuka, hii ni JVision Lab, from concept to impact. So picha ya mwisho kabisa kuimport ilikuwa ni hii hapa. So guys, tuende tukadesign kitu ambacho actually mimi sijui pia itakuwa inaonekanaje, lakini tunajaribu kufanya kitu kinachoitwa improvisation kwenye music, sijui na huko kwenye graphic inaitwa improvisation. So let's press on. Kitu nitakachokifanya hapa mimi, nitaimport kwanza image nyingine. Kumbuka resources zote hizi hapa nakuwekea kwenye channel yangu ya WhatsApp. So utaangalia link hapo kwenye description. Okay guys, nitachukua hii hapa. Then after kuchukua hii hapa, nitaweza kuiresize hivi. Then nitakuja kwenye relative size. Okay guys, nitaweka hivyo. Then relative position nitabonyeza hapa na hapa. We are good to go. Then nitaisend to back. After kuisend to the back, nitakuja hapa kwenye layer panel, nitabonyeza hii hapa, hii background yetu ya kwanza. Then nita scroll. After ku scroll, nitakuja kwenye opacity, nita reduce opacity up to -24. Okay guys, then nitakuja nitaimport image nyingine. Nitakuja nitachukua hii hapa. Okay, nitakuja kwenye relative size, and then relative position, and then nitaisend to back. Actually itaenda kwenye layer panel hapa, nitaileta kwa hapa mbele. Then nitakachokifanya, nitarudi hapa, nitakuja kwenye kitu kinaitwa erase. Hapa kwenye erase nita increase hii hapa, nita increase mpaka mwisho. Then nitafuta kama hivi kwa chini hapa. Okay guys, na kwa juu huko. After that, and then nitakuja hapa kwenye opacity, nita reduce opacity. Okay guys,
After ku reduce opacity, nitakuja kwenye layer panel, nita lock, then nitakuja kwenye image hii hapa, nitakuja kwenye color filter, nitajaribu kuplay na hue. Okay guys, tacheza nayo. Okay guys, kama unavyoweza kuona hapo hue ambao ni hii hapa. Kwanza kabisa ni -45 saturation, tapunguza saturation. Okay guys, futa kupunguza saturation, brightness nitapunguza kidogo, then contrast. Okay, let's say contrast nitaweka 9, and then okay, sasa tutaenda kwenye layer panel, nita lock. Baada ya kuwa nimelock guys, nitakuja hapa kwenye shapes. Kwenye shapes hapa nita resize kama hivi, nita scroll, nitakuja kwenye opacity -0, nitakuja kwenye stroke width, nitaweka 40. Okay guys, then nitashuka chini kwenye blue radius up to 25. Okay guys, then okay, nita drag, nitaikuza kama hivi, and then nita rotate kama hivi, and then nita place maeneo haya kama unavyoona guys. Okay, nita copy tena, click kwenye copy, nitaleta hapa, nitaweka hapo, and then nita copy tena, nitaleta hapa kwa chini, lakini hapa kwa chini nita scroll, nitakuja kwenye opacity, nitapunguza kama hivi guys, then okay, nitakuja kwenye layer panel, nitalock. After doing that, nitakuja hapa kwenye A text, then nita iti hapo. Actually nimeweka maandishi yangu yote kwenye clipboard, so Winners Chapel, International Chapel. Okay, takuja kama hivi, and then nita scroll, takuja kwenye font. Okay, let's use Montserrat. Montserrat. Okay, Montserrat regular. Okay guys, then okay, ta reduce size, taweka hapo, nita scroll, nitakuja kwenye relative position, tabonyeza hapo, and then itaweza kuisogeza kama hivi. Okay, nita scroll, nitakuja kwenye background hapa, nitabonyeza, nita enable, then background color nitakuja, nitaichagua red. Oh sorry guys, nipo speedy sana, naizima tena. Nili scroll nikaja kwenye background,
nika on, then nika scroll, nikaja kachagua red, kaenda kwenye alama ya kujumlisha hii hapa, naipunguza na kuwa dark kidogo. Okay guys, then okay, nashuka kwa chini huku, left padding itaongeza 6, right padding 6 pia. Okay, then nitakuja kwenye radius, nitashuka kwenye radius juu, nitaweka 3 like that, then okay. After that nitabonyeza hapa, nitakopi, nitashuka chini hapa, nitafuta, then nitaandika presents. Okay, hapa nitascroll, nitakuja kwenye background nitaizima kama hivyo, then nitascroll, nitakuja kwenye edit, nitabonyeza hapa. Okay, after that nitakuja huku kwenye spacing, nitaiongeza kama hivi, then nitarudi hapa na kwenye relative position, position kati hapa, na reduce size, ishirini. After that itakuja kwenye opacity, ita reduce opacity, let's say 60. Okay guys, then itakuja nitabonyeza hapa kwenye a text, ibada. Okay, nita scroll, nitakuja kwenye font, pia kwenye recent GT Pro William. As kama hujui kuinstall custom fonts kwenye PixelLab, unaweza kuangalia, kuna video hapo nimeelekeza jinsi gani ya kudownload font na kuziongeza kwenye PixelLab. Lakini pia kama unahitaji PixelLab Pro, unaweza kunicheki kwenye mpango wa WhatsApp, nikuwekea kwenye description na tukaweza kushare kwa pamoja. Ibada. Task group on your rotation. -12. Then position hapa center. After position hapa kwenye center, on grid tabonyeza hapa, magneti, then hapa okay, then tazima grid. After that text, edit, siri za ibada ya kweli. Okay guys, ta scroll color,
tatembea na hii hapa. Okay, but then font recent GT Pro Helium. Okay, size ta reduce kidogo. Tarudisha pale pale kwenye 40. Okay guys, position te position kama hivi, and then we are good to go. Good to go. After that, chukua hizi mbili. Oh, sorry, layer panel. Abonyeza hapa, then huyu na huyu hapa, then hapa alama rotate -12. Okay, something like that. -10. And then unazina tena kama hivi, position. Okay guys, tunarudia tena. Okay, like that. Okay guys, then tutalock. After kuloki hapo, tutakuja hapa, tutabonyeza kwenye hii ibada. Baada ta scroll, takuja kwenye color, bonyeza gradient, takuja huku, and then utabonyeza hapa, utabonyeza hapa, kuja kwenye hii hapa. Yeah, then utabonyeza hapa, utashikilia kwa nguvu, copy. Okay. Okay, again. Oh. Paste. Oh, what's wrong? Paste. Okay. Then utabonyeza hapa, utakuja upande huu hapa, utabonyeza hii, utakuja hapa, utashikilia kwa nguvu, then utapaste. Okay. Then utakuja hapa, utabonyeza hapa, utashikilia kwa nguvu, then you're gonna be pasting. No. Hapo utakuja utaidrag tu hapa kwenye yellow. Okay, then inakuwa kama hivi guys. Okay, inakuwa kama hivi. After that guys, kinachofuata hapa ni text, then na double click na delete hapa Yohana.
Okay, itakuja kwenye font. Like this. Padding. Tarudia kwenye fonti tena. Hapa Montserrat regular. Okay guys, and then uta reduce. Tarudia kwenye rotate. Okay, after that guys, unachokwenda kufanya ni text location, location. Takuja kwenye font hapa, save it, then uta reduce size, takuja kwenye gallery, utaongeza image hii hapa. Okay guys, tutachukua hii hapa, ta reduce size, ta place hapa. Ta place hapa. And then tutakuja kwenye text again. No, takopi tu hii hapa. Takuja hapa. Okay guys, then utakuja hapa kwenye from gallery, utakuja chagua hii hapa, reduce size, kuja hapa unapanga hizi grid. Okay, ya kwenye size hapa naongeza 27 na hii hapa naongeza 25. Then after that tutakuja kwenye grid.
na utakuja hapa, utakuja kwenye background, ta on, utakuja kwenye gradient on hapa, and then njoo kwenye color ka black. Okay, after that guys, after that takuja huko kwenye layer panel, una lock, kuja hapa, bonyeza hii hapa, kuna kuja huko kwenye color filter, ongeza saturation, punguza brightness kidogo, ongeza contrast 6, then akujia kwenye picha nyingine, saturation 10, brightness -6, contrast 6. Okay guys, nakuja kwenye image ya mwisho kabisa, ni hii hapa, saturation 10, brightness -6, contrast 6. After that guys, we are good to go. So nitakuja hapa kwenye shapes, nitaekea radius 4, opacity nitawekea 10, stroke nitawekea 1, stroke color nitakuja kwenye gradient nitaipa hii hapa, then nitajaribu kuiposition vizuri. After that nitakuja kwenye rotate, okay guys, nitakuja hapa kwenye relative position, the position like this, ita copy no guys, nitakuja kwenye edit, okay, ta copy, nita copy again, after copy ta make sure na position vizuri, then baada ya hapo text taandika PST Chemaro. Guys, nita scroll kuja kwenye fonti Montserrat, ta reduce size, ta rotate, takuja nita position hapa, tarudi kwenye rotation, like that position. Guys, niko nakimbia kwa sababu sitaki video iwe ndefu.
So nitakopi, nitakuja hapa paste Daniel, and then nitakopi, nitakuja hapa paste Novat. Okay. Jamani, ni majina ya watumishi wa Mungu, marafiki zangu, so ndo maana nayaweka hapa, but hao mnaona hapa kwenye picha sio majina yao, ni picha tunatumia kwa ajili ya kuwaelekezea tutorial hizi. Okay. Then after that takuja hapa nitalock, then after kulock nitakuja hapa kwenye Yohana, nitakopi, nitaedit, taandika hapa guest speaker. Ta scroll ndani kwenye font, nitakuja kwenye recent, then nitaifanya yote kuwa okay guys, position hapo, make sure inakaa vizuri. Okay. Nitakopi, takuja nitaiweka hapa, nitakopi, nitakuja nitaiweka hapa, nitaweka hapa host. Ni hapa host, nitabadili color, kuja kwenye rangi huku, nitaipatia hii pure yellow. Then guys, okay guys, kama unavyoona hii ni simple church flyer, na hii ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wetu wa kudesign church flyer. So imagine kama sehemu ya kwanza imekuwa hivi, sehemu inayofuata itakuwaje? So naomba tuendelee kufuatilia channel yako hii ya J Vision Lab. Make sure una subscribe na like na share na kucomment, na nifanye nijue kwenye comment ni kitu gani unachotaka kuona nikidesign baada ya design hii hapa. Maybe kuna kitu nataka kunifanyia correction, nisaishe nini? Karibu sana, na hii ni J Vision Lab. See you in the next video. Kila unapomaliza kudesign hakikisha una save. Una save vipi? Unabonyeza hapa then save image. Make sure una save kwenye PNG. Hapa kwenye custom make sure unaika ultra then save to gallery. Heaven's whisper.